Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena tunakutana katika kipindi chetu cha Bible Study. Tunakutana kwa ajili ya kuweza kujadili Biblia katika kile ambacho tumekipitia mchana wa siku ya leo. Wakati huu ni jioni baada ya dina. Huwa tuna desturi ya kukutana baada ya kusoma Biblia kwa ajili ya kuweza kuuliza maswali na kujibu zile mada ambazo ni tata ambazo kila mmoja amekutana nazo. Kipindi chetu kinaitwa Bible Study katika familia. Na niko na wanafamilia hapa na wenyewe pia watajitambulisha tupate kuweza kuwajua kwa ajili ya kuweza kuanza kipindi. Okay, ni hivi kwamba kila siku huwa tunasoma sura 2 ama 3 katika kitabu kimoja cha Biblia. Kila mmoja anasoma mchana kwa wakati wake na muda wake. Lakini wakati huo anaandika yale maswali ambayo ni tata ambayo yenyewe yamemshinda kuweza kupata ule ufahamu wa kuweza kufunulia Biblia ilikuwa inamaanisha nini, inahusu nini kwa wakati huo. Kwa majira kama haya baada ya chakula cha jioni, tunakutana kama hivi kwa ajili ya kuweza kusema kile ambacho kimemchanganya na kumtatiza kila mmoja wao, na hapa tunahakikisha kwamba tunapata ufunguzi wa kina, ufunguzi ambao wenye matunda, wenye kuishibisha roho na nafsi. Karibuni sana, naitwa Ruja Mvungi, niko na Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Hilda Mlai. Napenda kukaribisha katika kipindi chetu cha Bible Study. Karibu tuweze kujifunza neno la Mungu ili tuweze kupata maarifa ya kimungu, tuzidi kumjua Mungu kwa viwango ambavyo ni tofauti. Amen. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Beatrice. Karibuni katika kipindi chetu hiki cha Bible Study. Okay. Tunaingia katika maombi sasa baada ya kuweza kuwatambua Hilda pamoja na Beatrice pamoja na mimi hapa niliojitambulisha kwamba naitwa Roja. Hilda, tufungulie kwa maombi. Tuombe. Tunasema ni asante Mwenyezi Mungu kwa wakati huu. Asante kwa kuwa umetupa nguvu na afya. Umetupa wakati wa kuweza kujifunza neno lako ili tuweze kupata maarifa yako na hekima yako zaidi katika kuyafanya yale ambayo Bwana umeyakusudia katika maisha yetu. Amen. Amen. Leo tumesoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Tulimaliza kusoma vitabu vya Injili, lakini wakati huu tunaingia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mpaka sura ya 2. Kwa maswali yetu na mada zetu zitajikita hapo kuanzia sura ya 1 ya kitabu cha Matendo ya Mitume mpaka sura ya 2. Karibuni. Mwenye swali anaweza akauliza swali kwa wakati huu, kisha tukalidiscuss na tukalijadili na tukalitolea ufumbuzi na tukapata ule uelewa wa kina. Bite, una swali au Hilda una swali? Swali la kwanza linatoka katika Matendo 1:1. Ningependa nisome ili tuweze kuelewa swali letu na tukali. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Teofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Sasa swali langu ni hivi, Teofilo ni nani na kwa nini aliandika ujumbe? Okay, Teofilo ni nani na kwa nini aliandikiwa huu ujumbe? Ili ni swali la Hilda. Bite, wewe ulivyosoma kuna chochote ambacho ulikuwa umeelewa kuhusu habari ya Teofilo? Hapana. Na wewe mwenyewe pia ungeuliza asingeuliza yeye? Okay, sasa anasema kitabu kile cha kwanza nalikiandika Teofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Kwa alikuwa anampa taarifa. Lakini tunafahamu kwamba kitabu hichi kitabu cha Matendo ya Mitume kimeandikwa na Luka, si ndio? Luka ndo kaandika. Kwa kitabu cha kwanza alichokiandika Luka ni kitabu gani? Maana yake ni ile Injili ya Luka. Kwa sababu kusoma katika Injili ya Luka pia Teofilo na kule ametajwa, si ndio? Kwa hiyo tunauliza kwamba huyu ni nani mpaka aandikiwe kitabu hiki? Sio hiki tu, hata kile kingine pia swali laweza likawa mtambuka likagusa mpaka kule, japokuwa tuko katika hichi kitabu cha Matendo ya Mitume sura hizi 2, ya kwanza na sura ya 2. Kwa hiyo Teofilo ni nani ambao Luka kamwandikia? Lakini tukaangalia kile kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Anasema hivi: kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona,
na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu, Teofilo mtukufu. Naona kwa tunapata kuweza kuona na katika kitabu cha Luka naye pia Teofilo ameandikwa, lakini hapa ameongezewa anaitwa mtukufu. Sasa tukirudi katika ile historia ya zamani, mtukufu maana yake ni mtu ambaye ni mwenye cheo, ni kiongozi tena katika serikali. Maana yake sasa Teofilo inaonekana alikuwa ni kiongozi wa serikali ya Kirumi. Alafu inaonekana kwamba yeye aliambiwa habari za Yesu, akamwamini Yesu. Lakini sasa akawa anahitaji kupewa nini? Kupewa usahihi. Akawa anahitaji kupewa hakika, aweze kuthibitisha kwamba je, kile alichoambiwa ni kweli, asije akakifuata kwa sababu ni mtu wa heshima. Hebu imagine kwa nyakati kama hizo sasa hivi, labda unamwendea mkuu wa mkoa kwa Dar es Salaam, alafu unamwambia habari za imani. Sasa kama zikiwa za uongo, unajua kuna namna, alafu naye akiwa amefuata, yani kuna namna itakuwa haina picha ambayo ni nzuri kama kiongozi kwake. Lakini hata wewe mwenyewe pia ujiangalie vizuri, ambapo unakwenda kusema hizo habari, upanga unaweza ukawa uko shingoni mwako, si ndio? Kwa sasa ilihitajika kwamba kwa sababu ni kiongozi, alikuwa anaongoza, kiongozi wa katika serikali ya Rumi, kwa alihitaji kufanya vitu kwa hakika kwamba kile alichokuwa anaambiwa alikuwa anakiamini na alikiamini. Na alikiamini tuseme, ndio maana akawa anahitaji ule usahihi kwamba in case kwamba sawa mimi nimeshaamini, lakini je, hichi ninachokiamini ni kweli? Lakini alikusha kuamini. Kwa sababu ukisoma sura ile ya kwanza mstari wa 4, nimesoma mpaka wa 3. Ukisoma mstari wa 4 anakuambia hivi, ukirudia kwanza wa 3 juu, anasema hivi, nimeona vema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu, Teofilo mtukufu, upate kujua habari ya mambo yale uliyofundishwa. Unaona hicho kitu yani kama alifundishwa, maana yake alikubali, alitile imani, akawa anafundishwa, si ndio? Na akaifuata. Kwa tungeambiwa kwamba yale mambo uliyoambiwa, kwa tungeona kabisa kwamba ile labda ilikuwa ni propaganda, hakuamini au la. Kwa sababu anayefundishwa ni yule aliyekubali, si ndio? Kukaa chini ya mamlaka ya akapata kuweza kufanyaje? Kufundishwa. Lakini tungeambiwa kwamba ulioambiwa, tusingeweza kupata hakika kwamba huyu alikuwa amemkubali Bwana Yesu. Lakini kwa sababu alimkubali Bwana Yesu, ndio maana alipata kuweza kufundishwa. Kwa tunajua kwa ujumla, sasa tunaweza tukalijibu hivi kwamba Teofilo alikuwa ni kiongozi wa Kirumi, sawa, ambaye aliambiwa kwa habari ya Injili ya Bwana Yesu, alafu akaamini, lakini akawa anatafuta hakika ya hayo anayokuwa anayaendea au ya hayo aliyokuwa ameyaingia. Tunaelewana sio? Yaani tunajaribu kuweza kufupisha, sawa? Kwa nini Teofilo alikuwa na mashaka na hizo habari? Kwa nini Teofilo alikuwa na mashaka na hizo habari? Unajua zamani sisi tunasoma hii Biblia iko hivi, kitabu cha Agano Jipya, si ndio? Tunashika tunakiona. Hata mtu akikwambia habari za Mungu, Yesu sijui alifanyaje, sijui ni hivi, unakwenda kuchukua Biblia, unathibitisha. Unasoma ile Biblia kwamba ni kweli haya mambo yaliyotokea, kweli Yesu alifanya hizo habari. Unaona hicho kitu? Lakini sasa wao wenyewe kipindi kile, wakati kina Teofilo wanahubiriwa hizo habari za Injili, hakukuwa na Biblia. Yaani Agano Jipya, haya maandiko ya Agano Jipya hayakuwepo. Unaona hicho kitu? Kwa watu walikuwa wanakwenda kwa kuambiwa. Mkuta watu wanasimuliana kwamba ilikuwa hivi, ilikuwa vile, ilikuwa vile. Ndio maana kuna kitu kinaitwa fasihi andishi na fasihi simulizi. Si mnakijua hicho? Si mmejifunza shule? Fasihi andishi, namna ambavyo zinavyoweza kutunza ujumbe na kupoteza ujumbe. Unaona? Kwa hiyo fasihi simulizi inakwenda inabadilika kutokana na taarifa inapokwenda na namna inavyopokelewa. Taarifa inapotoka inabadilika, inaenda kivingine, inapopokelewa itapokelewa kivingine, itakapotoka pale itaingia kivingine. Mimi naweza nikamwambia kitu Hilda hapa, nikamwambia hivi. Hilda akikwambia wewe hawezi kusema kama nilivyokuwa nimekwambia mimi. Kuna vitu anaweza kupunguza na kuongeza. Sio kama amekusudia, lakini ndio vile ambavyo alivyoelewa, alivyoshika yeye. Kwa anakuja anakuambia wewe. Sasa wewe ile habari utaichukua, utamwambia mwingine.
Ukimwambia mwingine na yeye haiwezi tena kuwa kama vile ambavyo ulivyomsikia Hilda. Kuna vitu ambavyo utaongeza na kufanyaje na kupunguza. Kwa hiyo unaweza kujikuta tena akaambiwa na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Ule ujumbe ukamfikia mtu labda wa 20, sawa? Hautakuwa ule ujumbe kama ambavyo ulivyokuwa umetoka mimi kwangu. Utakuwa ni una mapungufu makubwa. Hata ule ujumbe ukija ukimrudia yeye mwenyewe, kwa mfano ngoja kukutana naye. Sasa hizi habari gani? Zimeona kama vile habari mpya. Kumbe habari zilitoka kwake, lakini tu the way jinsi inavyokuwa ikiwasilishwa inakuwa kwa namna ya kuambilika, yani ya kusimulia. Kwa hiyo inaenda na shida tofauti na sasa hivi sisi tuna fasihi andishi. Maana yake tukisema bana tunathibitisha hichi kitu huaga hakichuji. Yani maana yake ni kiko hivi. Kwa sasa kipindi cha Theophilo walikuwa hawana mahali pa kuthibitisha. Ndio maana aliwaambia bana mnitafutie hakika. Ndio akaenda mtu ambaye anamwamini, akaenda kwa wale, akakutana na mitume wale wa kwanza, akafanya nao kazi, akaandika kile kitu ambacho ni hakika, kumthibitishia kwamba bwana hii iko hivi. Ndio maana akaanza kuhusu habari za Yesu. Akaenda Yesu kuzaliwa, akaanza na Yohana kuzaliwa, akaja Yesu kuzaliwa, Yesu anafanya kazi, akaenda mpaka Yesu anakufa msalabani, mpaka anafufuka na paa. Ndio akaja akaandika na hichi kitabu cha Matendo ya Mitume na the way ambavyo Yesu alivyofanya kazi pamoja na Roho Mtakatifu pamoja na wale mitume ambao walikuwa amewaacha. Si ndio? Si ndio? Maana yake alikuwa anataka kuthibitisha kwa sababu hiyo. Swali lako nimelijibu? Swali jingine? Nina swali. Matendo sura ya 1 mstari wa 6. Nasoma. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, "Je, Bwana, wakati huu ndipo utakapowarudishia Israeli ufalme?" Swali langu hapa ni ufalme wa Israeli ulichukuliwa? Swali lake ufalme wa Israeli ulichukuliwa. Sasa unajua zamani wakati walivyokuwa wanaishi, nitakujibu kwa namna mbili ili swali lako. Zamani kabisa walivyokuwa wanaishi, Israeli ikazaliwa, ile taifa likakaa utumwani Misri, likawa chini ya milki ya mtu. Baadaye wakaja wakatolewa, wakaenda wakarudi wapi? Wakaenda wakarudi Kanaani, ambapo Mungu alipokuwa amewaidia katika ile nchi ya alompa Ibrahim, si ndio? Walipofika Kanaani ambayo ndio Israeli sasa hivi, wakawa wanajitawala, wakawa kuna watu wa kuweza kuwatetea wakiwa na mamlaka yao iliyo kamili, ambao ni waamuzi. Ndio mmoja wapo kina Samson walitokea. Baadaye waamuzi wakaja wakakatika, wakaanza kuja kuwa na wafalme. Mfalme wa kwanza akaanza akiwa ni Sauli, wa pili akafuatia Daudi, mara Suleimani. Ufalme ukagawanyika, ukatokea Israel na Yuda. Yule akawa huku, Rehoboamu akawa huku, Yeroboamu akawa huku katika zile tawala zao. Kwa akawa wanaenda hivyo, maisha yakatembea hivyo, akaenda akapanda. Lakini wakati huo wakaja utawala, taifa ambalo lilikuwa lina nguvu, linaitwa la Babeli, ufalme wa Babeli, ambao ni Wakaldayo, ambao wakiongozwa na Nebukadreza. Si unajua Nebukadreza? Yule aliyeota habari ya sanamu limesimama, lina kichwa cha dhahabu, kifua cha shaba, tumbo fedha, miguu ya chuma, unyayo wa udongo na chuma, si ndio? Alafu akaita wale waganga kwa ajili ya kuja kumuonyesha ndoto yake na kuitafsiri, na wakashindwa, si ndio? Si mnakumbuka jamaa? Sasa yule akawa ufalme wake ulikuwa na nguvu sana. Akaja akawa anatawala dunia. Kwa alitawala dunia mpaka na Israeli wakawa wako chini ya kwake. Wakawa ni moja ya watumwa wake. Sasa paka hapo tayari Israeli ishapoteza nini? Ishapoteza ufalme. Unanielewa? Israeli ishapoteza ufalme. Kwa sababu kuanzia pale tena wakawa wako chini ya mamlaka fulani ambayo ni kubwa kuliko wao. Kwa wakawa wanatii ile mamlaka. Wakawa wakikusanya mapato badala ya kuwatumia kwa maslahi yao wenyewe, lakini kiasi kikubwa cha yale mapato wanayapeleka wapi? Wanayapeleka Babeli. Kwa ajili ya wanampa mfalme yule ili wasiweze kwa sababu ni koloni lake, ni utumwa wake, wasiweze kuja kupotezwa tena ule ufalme wao. Angalau hata kile walichokuwa wamebakia nacho basi. Japo kuna mfalme alikuwa anaendelea kutawala, lakini yule mfalme alikuwa chini ya mamlaka. Yaani hakuwa na ule uhuru wa moja kwa moja. Sio, tunaelewana vizuri paka hapa?
ndo akaenda baadaye kaja hiyo falme ya ikapita, falme ya nanili ya Wababeli ikapita, ikaja Umedi na Uajemi na wenyewe pia wakawekwa hivyo chini ile mamlaka, tena wakaja ukapita. Ikaja falme ya Wagiriki, lakini ya Waashuru ilikuwa katikati pale, japokuwa yenyewe haikuwa kubwa sana, lakini inaweza kuhesabika ni zile falme ngapi? Ni zile falme ambazo zilikopo kama 4. Ndio. Kwa hiyo ikaja Wababeli, ilianza na Wababeli, ikaja Wamedi na Waajemi, ikaja Wagiriki, halafu ikaja Warumi. Unaona hicho kitu Kwa sisi tukisoma unasoma unawaona unaona Wababeli, tunaona Wamedi na Waajemi, lakini Wagiriki hatuwaoni. Ila ukisoma kitabu cha Wakaldayo unakutana na Wagiriki, habari zao ziko kule, si ndio? Nimesoma kusoma kitabu cha nini? Kitabu cha nini? Wakaldayo sijui. Makabayo sijui. Lakini ukisoma kitabu cha Wamakabayo unakuta habari za ufalme wa nani? Wa Ugiriki ambao hatujauona. Sisi ukisoma katika Agano Jipya hivi unakuja tu unajikuta umesoma ufalme wa Babeli, umesoma ufalme wa Medi na Uajemi, alafu inaruka unakutana na ufalme wa Rumi. Tayari Yesu anakuja anazaliwa katika Agano Jipya, tunakutana na ufalme wa nani? Wa Rumi ndo wanatawala, si ndio? Lakini katikati hapo kuna wafalme wa nini? Ufalme wa nini? Wa Ugiriki, ambao wao ndo walikuja wakatafsiri Biblia hii kwa lugha ya Kigiriki ya Kiebrania, tafsiri ya kwanza walikuja wakatafsiri wao, si ndio? Kwa hiyo pointi kubwa ni nini? Ni kwamba nilikuwa nakuonesha jinsi gani ambavyo walivyokuwa wakitawaliwa mpaka anapokuja Yesu. Sasa unabii ulisema kwamba Kristo atakapokuja atakuja kuwaweka watu huru na kuwarudishia nini? Ufalme. Si ndio? Walikuwa wanaamini kabisa hicho. Kwa hiyo wanafunzi walimjua kabisa kwamba huyu ndo Kristo. Kwa atakuja kuwarudishia nini? Ufalme. Unaona? Lakini Yesu alipokuja alisema kwamba anakuja kuwatoa katika utumwa wa dhambi, sio katika utumwa wa kuwa chini ya taifa la, ila katika utumwa wa nini? Wa dhambi. Japokuwa wenyewe kwa mazingira yale hawakupata kuweza kumjua, lakini hata ukizungumzia katika habari ya ufalme Israeli kuwarudishia ufalme, wale watakao bahatika kunyakuliwa, watakao bahatika kwamba hawatokwenda jehanamu, watakuja kufufuliwa kwa ajili ya kuja kutawala na nani? Na Kristo ile miaka 1000, ambaye Yesu atatawala na watakatifu wote, ambao anaanzia Yerusalemu ndo kunakuwa makao yake makuu, alafu na dunia nzima wanatapakaa wale ambao ni watakatifu kwa ajili ya kuweza kutawala. Unaweza kujikuta kuna wengine watakuwa wakuu wa mikoa, wengine madiwani, wengine wenyekiti wa serikali za mtaa watakuwepo hapo. Wengine mawaziri, wengine sijui ndo hivyo wabunge watakuwepo. Sasa kutakuwa hakuna sheria, kutakuwa sijui hakuna nini. Wabunge wanakuja wanafanya nini? Labda tu mawaziri wanaweza kawepo. Unaona hicho kitu Kwa sasa hapo kuna mkanganyiko kidogo. Kwa hiyo maana yake wenyewe walidhania kwamba uhuru unakuja kuupata na ule ufalme unakuja kurudishiwa ni ufalme wa kuwafanya kwamba wakawa taifa kama taifa, wajitegemee wao kama wao, wasiwe chini ya nchi yoyote au chini ya taifa lolote lenye nguvu, ila wao wasimame kama wao. Lakini Bwana Yesu hakuja kufanya hiyo kazi, bali alikuja kufanya kazi. Kwa walibaki hivyo hivyo wakitawaliwa. Vizuri tu, mbona walitawaliwa? Tuna Warumi waliteseka sana, mbona sio mpaka sasa hivi wanapigana tu vita, japokuwa watawaliwa, lakini bado kuna dhiki, kuna vita, kuna hawako ule uhuru wa 100%. Unaona kila siku Israeli, sio Palestina, sio wapi, bado tu kuna mapigano ambayo ni makubwa. Natoka katika Matendo 2:1 nasema, hapo ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Nilikuwa nataka nielewe Pentekoste ni nini na katika Agano Jipya ikoje. Israeli walipokuwa Misri kabla hajatolewa katika ule utumwa, walienda wakatolewa na Musa. Kisha wakaenda wakakaa jangwani, si ndio? Halafu Musa akapanda akaenda akakaa akaongea na Mungu kule mlimani, mlima Sinai. Kisha akashuka na zile amri na sheria za Mungu, si ndio? Kwa akaja nazo. Kipindi cha kufanyaje? Wanakumbuka walipopewa sheria na Mungu pale mlima Sinai. Ndio siku ya Pentekoste. Na hii sherehe huwa inasherekewa siku 50 baada ya sikukuu ya Pasaka. Si ndio? Ukizungumzia Pasaka maana yake unazungumzia ni sikukuu ya kutoka, walipokuwa wanatolewa utumwani. Kwa hiyo walikumbuka wanasherehekea Pasaka, maana yake wanakumbuka walikuwa utumwani wakatolewa katika ule utumwa. Si ndio? Alafu siku ya 50 baada ya Pasaka wanakumbuka
kupewa zile sheria za Mungu, wanasherekea kwamba walipewa sheria na Mungu kwamba namna ya kuishi, namna ya kufanya ibada na namna ya mambo yote ambayo wanaweza kawatawala wao. Kwa hiyo Pentekoste ni siku ya kukumbuka kupewa sheria ya Musa pale katika ule mlima Sinai, lakini pia ni sikukuu ya mavuno kwa Wayahudi. Kwa hiyo inashika nafasi hizi mbili, sikukuu ya mavuno na sikukuu ya kupewa sheria. Sasa katika Agano Jipya kwa nini tunasherehekea siku ya Pentekoste katika Agano Jipya? Tunaweza tukasema kwamba ni siku ile hiyo siku ya kusherehekea kupewa sheria za Musa, ndio hiyo siku ambayo kanisa lilizaliwa kwa mara ya kwanza. Siku hiyo likaanza na watu 3000. Si ndio? Ndio siku hiyo Roho Mtakatifu alishuka na akaja duniani. Kwa Agano la Kale wenyewe wanaangalia katika habari ya sheria, lakini Agano Jipya tunaangalia kuzaliwa kwa nani? Kuzaliwa kwa kanisa. Kwa hiyo katika Agano Jipya iko kwa upande huo, lakini katika Agano la Kale iko kwa upande huo pia. Sura ya Matendo sura ya 2 mstari wa 10 nasoma: Frigia na Pamfilia na Misri na pande za Libya karibu na Kirene na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu. Hapa swali langu ni waongofu ni watu gani? Okay, waongofu ni watu gani? Sasa hivi bite wakati Israeli wamepewa sheria ya Mungu, si ndio, na wanaishi, walikuwa ni wao tu. Yaani kati ya mataifa yote duniani, kataifa kamoja tu ndo kalipewa sheria ya Mungu na utaratibu wa Mungu wa namna ya kuishi. Japokuwa Mungu alikuwa na kusudi lake kwa nini anawapa ile sheria yao. Kwa hiyo tutakuja kuielezea hapo baadaye huko mbele tukipata muda vizuri. Lakini wao ndo walipewa ile sheria kasehemu kadogo tu kati ya dunia nzima. Si ndio? Wao tu peke yao. Lakini Mungu pia akamwambia hivi, kama akawapa ruhusa, kama kuna mtu ambaye ni wa mataifa atapenda kuja kuishika sheria yenu, mnaweza mkamruhusu. Kwa hiyo kuna namna ambayo alikuwa amepewa namna ya kuweza kumfanya huyo mtu akawa pia ni nini? Ni wa kwao, yaani ni Myahudi kwa namna ya kidini. Waongofu ni watu wa mataifa. Waongofu kwanza ni watu wa mataifa. Unaona? Kwa hiyo ukizungumzia Uyahudi unazungumzia dini. Dini kama vitu tunavyozungumzia sasa hivi Ukristo, Uislamu, Uyahudi, si ndio? Taifa lao laitwa ni Waisraeli. Si ndio? Kwa hiyo tukizungumzia kwa habari ya Uyahudi maana tunazungumzia dini yao. Kwa mataifa ambao walikuwa wakitaka kuingia katika dini ya Kiyahudi, alikuwa na taratibu zao wanazifanya, wanamwambia, then anakuwa mtu wa dini yao. Mfano, ukimchukulia mtu anaitwa, utakuja kumuona mbeleni hapa, anaitwa nani yule towashi wa Kushi, yule jamaa yule ambaye alifundishwa na nani? Alifundishwa na Filipo. Unaona, yule alikuwa ni Mwafrika, si ndio? Lakini alikuwa ni ameshika sheria ya Kiyahudi, alikuwa ni dini ya Kiyahudi. Kwa hiyo waongofu maana yake ni watu wa mataifa, lakini waliamua kushika sheria za Kiyahudi, ndio wanaitwa waongofu. Umeelewa? Katika Matendo 2:5-11 nasema, na walikuwa kwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti iliposikiwa, mkutano walikutanika wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hao wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Wapathi na Wamedi na Waelami nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu. Hapo sasa nilikuwa nataka nielewe kwani watu wa mataifa walikuwa wachangamani na Wayahudi. Hasa ilikuwaje walienda kufuata nini Yerusalemu? Sasa hawa, cha kwanza, hawakuwa watu wa mataifa, ila walikuwa Wayahudi. Lakini ni Wayahudi ambao wanaoishi katika mataifa ambao si Israeli, sio katika nchi ya Israeli. Kwa hata hapa anapozungumzia sijui hawa
imekuwaje basi? Anasema kwamba Wapathi, wa Medi na Waelami na wakawa Mesopotamia, Uyahudi, Kapadokia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Misri, pande za Libya karibu na Kirene. Yaani kale kasehemu kale kasaiko kapale. Kwa sasa hivi unaweza kusema kwamba watu ambao walikuwa wanakaa pande za nini za Iraki, Irani, si ndio unaenda pande za Ugiriki, Asia ndogo wanapaita wapi huko, Uturuki, mitaa hiyo, yani unazungumzia Italia, unakuja huku chini Misri, yani kile kisaiko cha pale kilivyokuepo pale, yani ile kuzunguka ile Israeli, kile kinalicha pale. Kwa hiyo anazungumzia wale Wayahudi ambao walikuwa wanakaa mitaa ile ya kule. Mfano kama Priscilla na Aquila ni Wayahudi, walikuwa wanakaa Italia, si ndio? Lakini Warumi walipokuja kuwafukuza, walikuja wakatoka Italia wakaenda Korinto, ndipo walipoenda kukutana na Paulo. Sasa ukija kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha mbele utakutana nao. Maana yake ni Wayahudi walikuwa wanakaa wapi? Italia. Priscilla na nani? Na Aquila. Kwa waliposhuka, walipotoka Italia, walipotimuliwa wakaenda wakaishi Korinto, si ndio? Wakakaa pale Korinto, then ndo wakaja wakafanyaje? Ndo wakaja wakaondoka, wakaenda kukutana na Paulo na injili kaendelea huko na Paulo akakaa kwao. Kwa hiyo basi maisha yakaendelea hivyo mpaka hivyo. Kwa hiyo tunaona kwamba hawa watu wote ambao walikuwa wamekaa hapo walikuwa wametajwa katika kuzunguka hii. Maana yake walikuwa ni nini? Ni Wayahudi kabisa. Wayahudi kabisa. Wala si watu wa mataifa. Ili walikuwa wanaishi katika nchi ambazo si ya Israeli, walikuwa wanaishi katika nchi za mataifa. Lakini swala la kuja pale, kwa nini lugha? Hilo ndo swala la msingi pia la kujiuliza, laweza kuibuka hapo. Kwa nini lugha? Kama walikuwa Wayahudi, kwa nini walikuwa wanasema kwamba kila mmoja anasikia kwa lugha yake? Si ndio? Lakini ni hivi, mfano nichukue mfano labda kwa Wachaga. Si ndio? Unajua Wachaga kila inapofika mwezi wa 12, hata kama Mchaga alikuwa anakaa huko Morogoro, sijui anakaa Lindi, anakaa Mtwara, anakaa Mbeya huko, lazima kifika tu ile Disemba lazima atatoka kule alipokuepo, atakwenda wapi? Atakwenda Uchagani. Sasa anazungumzia wale Wachaga wanaokaa huko wanazaa watoto. Wale watoto wanazaliwa katika miji ile ambayo ni ya watu, si ndio? Wanazaliwa, wanakulia kule. Unakuta muda mwingi wanaotumia kwenda Uchagani anaweza kwenda mwezi wa 12. Labda anakaa siku 2, siku 3 kisha anarudi. Kwa asilimia kubwa ya wale watoto haijajengwa katika nini? Katika Uchaga. Ila imejengwa katika sehemu na utamaduni wa kule ambapo wanapofanyaje? Wanapokuwa wakiishi. Kwa hiyo unakuta hata hawa walikuwa wanakaa kule katika yale mataifa, kwa hiyo iliwalazimu ili kuweza kupata huduma na vitu vingine ni lazima wale wajifunze lugha za kule. Kwa hiyo walikuwa wanajikuta mtoto anazaliwa anaongea lugha ya kule. Ni kama vile mimi ni Mpare, nimezaliwa Dodoma. Ni Mpare, nimezaliwa kwa Dodoma, si ndio? Ndani huko mkoani wilaya ya Kondoa huko. Kwa hiyo unakuta nimekuja huko mimi sijui Kipare. Kwa mimi ninajua Kiswahili cha kwanza. Nilikuwa kwa sababu nimeishi kule vile na Warangi, najua Kirangi kidogo kwa mbali. Japokuwa sasa hivi kwa sababu sijakaa kule muda mrefu, kwa sasa hivi naweza nikasikia watu wakiwa wanaongea, lakini mimi kuongea ikaweza ikanisumbua ile lugha. Si ndio? Lakini mimi ni Mpare. Kwa hiyo kinipeleka Upareni mtu akiongea Kipare mimi sijui. Hata kwa baba atanibeba hapa atanipeleka Upareni. Baba yangu au babu. Lakini siwezi kusikia Kipare, nitakuta tu wanaongea. Hasa ndo inatokea kama kwa sababu mimi ni Mpare, lakini sikuzaliwa Upareni, nimezaliwa sehemu nyingine, najua lugha nyingine, lugha ya Kipare sijui. Siku nikaenda Upareni, nikakuta watu wanaongea Kipare, mimi sintafanyaje? Sintasikia. Lakini nitaona ajabu kama huyo mtu akiwa anaongea kwa lugha ambayo yeye anaijua, alafu mimi nikasikia Kipare, niko na wewe ukasikia anaongea Kichaga, tuko na huyu hapa Bita akasikia anaongea Kikaguru. Tutashangaa watu wote. Mbona huyu mtu mmoja anaongea hivi, alafu mimi nasikia Kiswahili? Wewe unasikia Kichaga, huyu anasikia Kikaguru. Unaona hicho kitu au labda mimi nitasikia labda Kirangi au Kigogo kwa sababu mimi nimekaa maeneo ya huko, si ndio? Nasikia Kirangi au Kigogo kwa sababu nimekaa maeneo ya huko. Kwa hiyo tunasema kama kila mmoja anasikia kwa lugha yake. Kwa wale walikuwa na maisha zile sehemu walizokuwa wanaishi wao kwa muda mrefu, ndivyo ambavyo ilivyokuwa. Sisi tunaelewana vizuri katika swala la lugha. Maana yake basi tunakuja tunahitimisha hivi kwamba wale walikuwa ni Wayahudi, lakini walikuwa wanaishi katika nchi za watu wa mataifa. Hata lugha hawakuwa wakiongea Kiebrania kwa sababu ule uzao ulizaliwa kule, walikuwa wanaongea lugha ya taifa la kule. Kwa hiyo walipokuja huko, walipokusanyika, kila mmoja akawa anasikia kwa kupitia lugha ya kule.
Unanielewa sababu unaniangalia kwa kunisikitikia. Sio kusikitikia, nimejiuliza swali. Ina maana nia na lengo la wao kusikia kwa lugha zao ni kwa wanapewa habari. Walikuwa wanapewa habari. Habari gani? Mbona hapa hawajatueleza? Sasa hapo nitumuulize Roho Mtakatifu alikuwa anapewa habari gani? Kila mmoja hapa tufunge na kuomba, kila mmoja tutajua kwamba alikuwa anapewa habari gani. Ilikuwa tu ni habari za mahubiri. Sasa wataongea habari gani? Ni habari ya jambo jipya kuingia, habari ya agano jipya, habari ya kanisa kuzaliwa, habari ya kila mmoja anapaswa atubu na kumwamini Bwana Yesu. Kule kufanywa upya kule kumeshakuja. Ndio maana Petro alikwenda akaanza kufafanua sasa. Kwamba mnaoona hapa ni hivi na hivi, mnapaswa mfanye hivi, zamani ilikuwa hivi, akasema kwa nabii fulani ikawa hivi, akaanza kutoa ile hotuba. Baada ya pale wale watu wakachoma mioyo, wakawaambia watu, "Tufenyeje ndugu zetu?" Petro akaambia, "Tubuni, mpate kubatizwa, mpate kufanywa upya, zije siku za kuburudishwa." Yaani akawa anawaambia maneno hayo. Ukisoma hichi kitabu unaona kama vile unaona movie. Petro kasimama pale, anawahubiria wale watu, wale waja, Mnielewa lakini hapo, si ndio? Bita, umeelewa? Kuna mtu mwenye swali jingine jamani? Na kuna mtu mwenye swali? Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji kipindi hiki cha Bible Study katika familia, tumefikia tamati mwa kipindi hiki, lakini tutakutana tena katika siku ya kesho tukijadili katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tutaanza sura ya 3 kusoma mpaka sura ya 4 ama ya 5. Kisha tutakutana jioni kwa ajili ya kuweza kujadili. Hata kama wewe una muda, basi unaweza ukasoma kwa wakati wako, kisha ilipofika wakati ule wa kujadili, basi tukaungana kwa pamoja tukijadili mambo mawili matatu ili kuweza kuongeza ufahamu zaidi katika nafsi zetu na akili zetu. Ila wewe kama una swali lolote katika hii mada ambayo tulikuwa tumeijadili, unaweza kaweka katika comment hapo na kisha tutaweza kuijibu. Lakini zaidi na zaidi niwashukuru sana na Mungu awabariki kwa pamoja na sisi. Tuombe. Asante Bwana Yesu, Mungu mwenye neema, Mungu mwenye rehema, kwa maana wewe ndio umetupa huu muda na wakati kama huu ambao ulikubali kwamba kipindi hiki kipate kuweza kwenda hewani kwa ajili ya utukufu wako na utukufu wa jina lako. Asante Bwana Yesu kwa ile maarifa ambayo umeweka ndani yetu sisi, kwa ule ufahamu ambao umeuachilia. Tunakushukuru na kulitukuza jina lako. Tumeomba haya na tunaamini kabisa wewe unaweza kututia nguvu, tukakutana tena katika siku ya kesho tukiendelea kupeana maarifa haya ili tupate kuweza kukujua wewe zaidi na zaidi. Asante Bwana, tumeomba haya na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwaherini, tukutane tena wakati mwingine.